Huna tatizo la pesa, una tatizo la mfumo. Umewahi kujiuliza kwa nini baadhi ya watu wanafanikiwa, wanajenga vyanzo vya mapato na wanaishi maisha mazuri, huku walio wengi wanateseka maisha yao yote? Jibu si bahati au kipaji, ni kanuni. Kanuni ambazo hazifundishwi, ambazo watu wengi hawazijui au wanazipuuza. Usiogope. Katika video hii utajifunza kanuni 7 za kutengeneza pesa. Kanuni ambazo ukizifanyia kazi, maisha yako yatabadilika. Namba 1. Achana na kubadilisha muda kwa pesa. Hapa ndipo watu wengi wanakwama. Unaamka, unaenda kazini, unalipwa kwa saa. Inaonekana kawaida, sivyo? Lakini kuna tatizo. Mapato yako yana kikomo. Kuna masaa 24 tu kwa siku. Huwezi kuongeza muda. Kwa hiyo hata ukifanya kazi kwa bidii zaidi, bado umefungwa kwenye mfumo unaokuzuia kukua. Matajiri hawauzi muda wao, wanauza thamani kwa kiwango kikubwa. Fikiria, mshahara unakulipa kwa muda. Ujuzi unaweza kukulipa milele. Video, bidhaa, biashara, mfumo vinaweza kuendelea kuingiza pesa hata kama hufanyi kazi. Hapo ndipo mabadiliko yapo. Kutoka ninaweza kufanya kazi masaa mangapi mpaka ninaweza kusaidia watu wangapi. Kama mapato yako yanategemea uwepo wako tu, hujamiliki pesa. Muda wako ndio unakumiliki. Namba 2. Ujuzi unalipa zaidi kuliko vyeti. Ngoja tuambizane ukweli. Hakuna anayekulipa kwa sababu ulienda shule. Wanakulipa kwa sababu unaweza kutatua matatizo. Na kadri unavyotatua tatizo kubwa zaidi, ndivyo unavyopata pesa nyingi zaidi. Mtu anayejua kuleta mauzo ana thamani. Mtu anayejua kujenga mifumo ana thamani. Mtu anayejua kuunda mahitaji ana thamani kubwa sana. Lakini mtu anayejua nadharia tu anaweza kubadilishwa kirahisi. Sikiliza, soko halilipi juhudi, linalipa matokeo. Hivyo badala ya kukimbizana na vyeti, anza kukimbizana na uwezo. Jifunze ujuzi kama mauzo, masoko, copywriting, video editing, coding, kujadiliana na nyinginezo. Ujuzi unaozalisha matokeo. Kwa sababu ukiwa na ujuzi, hutegemei mtu tena. Unakuwa rasilimali. Namba 3. Pesa hufuata umakini. Kuna kitu watu wengi wanakidharau. Umakinifu ni pesa. Mahali ambapo watu wanatazama, pesa hufuata. Ndio maana biashara zinapigania umakini. Ndio maana creators wanajenga audience. Ndio maana matangazo yapo. Ukiweza kuvuta umakini, unaweza kuingiza pesa. Jiulize, watu wanakuzingatia? Au wewe ndio unatazama wengine tu? Kwa sababu kuna tofauti kubwa. Watazamaji wanatumia pesa. Waundaji na wamiliki wanavuta pesa. Huhitaji mamilioni ya followers. Unahitaji uaminifu. Audience ndogo inayokusikiliza ni bora kuliko kubwa inayokupuuza. Anza kujijenga. Shirikisha mawazo yako. Fundisha kitu. Onyesha safari yako. Kwa sababu katika dunia ya leo, kukaa kimya kuna kugharimu. Namba 4. Dhibiti matumizi yako au yatakudhibiti. Haijalishi unapata pesa kiasi gani. Kama hujui kuzisimamia, utazipoteza haraka sana. Watu wengi hubadilisha maisha yao mara tu pesa zinapoingia. Simu bora, nguo bora, maisha bora kwa nje. Lakini hakuna uwekezaji, hakuna akiba, hakuna mpango. Hapo ndipo watu wanabaki maskini hata wakiongeza kipato. Sikiliza, matajiri hununua mali kwanza.
Maskini hununua muonekano kwanza. Kama pesa yako inaenda kwenye vitu visivyozalisha pesa, unajichelewesha mwenyewe. Nidhamu sio kujinyima, ni kuelekeza. Kila pesa unayopata inapaswa kuwa na kazi. Itumie kwa makusudi. Wekeza kwa nguvu. Epuka madeni yasiyo ya lazima. Kwa sababu uhuru wa kifedha sio kupata zaidi, ni kuhifadhi na kukuza ulichonacho. Namba 5. Unahitaji vyanzo vingi vya mapato. Kutegemea chanzo kimoja cha pesa ni hatari. Inaweza kuonekana salama, lakini si salama. Kazi moja, mshahara mmoja, huo sio usalama, ni udhaifu. Nini basi ufanye? Anzisha vyanzo vingine vya mapato. Kipato kikuu, kazi au biashara. Kipato cha ujuzi wa pembeni, uwekezaji, mali za kidigitali. Kila kimoja kinaongeza usalama. Kila kimoja kinaongeza uhuru. Kwa sababu kimoja kikishuka, vingine vinabeba. Na mwisho, pesa zinaanza kuja kutoka pande tofauti. Hapo ndipo pressure inapungua. Hapo ndipo unahisi uhuru. Namba 6. Muendelezo unashinda nguvu ya ghafla. Watu wengi wanaanza vizuri, wana motisha, wanazingatia, wako tayari. Halafu wanaacha, wanachoka, wanapoteza mwelekeo, au wanakosa subira, kwa sababu matokeo hayaji haraka. Hivyo wanaacha na wanaanza kitu kingine, na mzunguko unaendelea. Lakini ukweli ni huu: pesa zinaheshimu muendelezo, sio juhudi za ghafla. Kufanya kidogo kila siku kunashinda kufanya kikubwa mara moja kwa mwezi. Hivyo chagua njia, ujuzi, wazo la biashara, mwelekeo, na ushikamane nao, hata kama ni polepole, hata kama hakuna anayekuona, kwa sababu ukuaji hauonekani mpaka uonekane. Namba 7. Fikiria muda mrefu, sio pesa za haraka. Kila mtu anataka pesa za haraka, mafanikio ya ghafla, matokeo ya papo kwa hapo, utajiri wa usiku mmoja. Lakini mawazo hayo yanaharibu maendeleo, kwa sababu pesa za haraka hazidumu, zinakuja na kuondoka. Utajiri unajengwa polepole, kwa kurudia, kwa subira, kwa maamuzi sahihi kwa muda mrefu. Hivyo badala ya kuuliza, nitapataje pesa haraka? Uliza, nitajengaje kitu kitakachonilipa kwa miaka? Mabadiliko hayo ya fikra yanabadilisha kila kitu. Kwa sababu sasa hutafuti pesa, unajenga mfumo unaozalisha pesa, na mifumo inakuwa. Umepata kitu? Tuambie nini unafikiri kwenye maoni. Vilevile usiache kuonyesha upendo kwa kulike na kusubscribe. Hadi wakati mwingine.